Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Mungu ni mwema. Tunaendelea na somo letu. Leo ni sehemu ya 16. Tutatembea na kichwa kinachosema nguvu ya neno la Mungu ndani yako, chanzo cha ushindi wa kiroho. Biblia inasema katika kile kitabu cha Waebrania sura ile ya 4 mstari wa 12, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Narudia kusoma, maana neno la Mungu li hai tena lina nguvu. Wapendwa, neno la Mungu sio maneno ya kawaida. Lina uhai ndani yake, lina nguvu ndani yake, lina uwezo ndani yake wa kubadilisha maisha yetu wanadamu. Tatizo la wengi leo hii, wanataka washinde bila neno la Mungu. Tatizo la wengi leo hii, wanataka ushindi wa bila neno la Mungu. Wanataka nguvu bila maandiko. Wanataka kumsikia Mungu, lakini hawakai kwenye neno lake, hawaliishi neno lake, lakini wanahitaji kumsikia Mungu. Lakini kumbuka hii, mtu asiye na neno la Mungu ndani yake ni rahisi kushindwa vita vya kiroho. Zaburi 119 mstari ule wa 11 inasema, moyoni mwangu nimeliweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Neno la Mungu ndani yako linazuia dhambi. Neno la Mungu ndani yako linaongoza maamuzi, linatoa mwelekeo. Neno la Mungu ndani yako linakuimarisha kiimani, linakuinua kiroho, linakupa nguvu wakati wa majaribu, linakupa nguvu wakati unapopita changamoto. Haijalishi ni changamoto za namna gani, lakini ukiwa na neno la Mungu ndani yako, hakika utashinda. Hata Yesu mwenyewe alishinda kwa neno. Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 4, Yesu akajibu akasema, limeandikwa. Kila shetani alipomjaribu Yesu, hakupigana naye kwa hasira, hakujibishana naye kwa maneno machafu, hakujibishana naye kwa maneno, alijibishana naye kwa neno la Mungu. Hakupigana naye kwa namna ya hofu, alijibu kwa neno. Na ndiko Yesu alikoshinda. Tunaona kwamba vita vyetu sio vya damu na nyama. Vita vyetu ni katika ulimwengu wa kiroho. Vita vyetu, ushindi wetu kwenye vita vyetu upo kwenye neno. Na leo pia vita vingi vya kiroho vinawashinda watu kwa sababu hawana neno la kutosha ndani yao. Wanapigana kimwili, wanaacha kupigana kiroho. Warumi 10 mstari wa 17, basi inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kadri unavyolisikia neno, imani yako inakuwa, hofu yako inapungua, ujasiri wako unaongezeka. Sijui kama unanielewa mpendwa. Jiulize leo, je, una muda wa neno la Mungu? Je, moyo wako umejaa maandiko au umejaa na hofu na mawazo? Jiulize. Tamanio langu ujaze neno la Mungu ndani yako kila siku. Soma Biblia,
Tafakari maandiko, kariri mistari, sikiliza mafundisho ya kweli na ishi kile unachokisoma. Yoshua sura ya 1 mstari ule wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Ushindi wa Yoshua ulitokana na kushikamana na neno la Mungu. Kumbuka hii, mwisho wa somo hili, bila neno roho hudhoofika. Bila neno imani hushuka. Bila neno mtu huwa rahisi kuyumbishwa. Mtu huwa rahisi shetani kupitisha mapando yake. Lakini neno la Mungu ndani yako ni silaha yako, ni mwanga wako, ni nguvu yako ya ushindi. Mungu awabariki sana wapendwa, na tuonane kesho, Mungu akitupa kibali, kwenye somo letu sehemu ya 17. Mungu akitupa kibali, tutazungumzia nguvu ya maisha ya maombi. Barikiwa sana. Endelea kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, na endelea kushare kwenye comment group. Hakika Mungu ni mwema. Mbarikiwe sana wapendwa wa Mungu. Tuko pamoja.